Mwili unatetemeka, kilio cha nafsi chasikika, matumaini hakuna, uhuru wetu unadhoofika. Dhahabu imetolewa, nafsi imetweka. Kwani wewe ukachukua hatua ya kwenda huko? Umeshajua nini madhara gani atakukuta huko? Sasa kama unaniheshimu mimi na tunaheshimiana mimi na wewe, usitoe hiyo miguu yako hapa kwenda kwa hiyo mbinu ya kuwasha moto huko. Mama si watu. Kama una uwezo wa kumrudisha mdogo wangu Mwajuma kuwa hai, basi hii mbinu nitaachana nayo. Lakini kama hauna huo uwezo wa kumrudisha mdogo wangu Mwajuma, basi nitakwenda kuwasha moto. Kujaribu ni njia mojawapo ya kulitatua tatizo. Tena usije ukajaribu kuingia katika mipango yangu na kuniingilia katika mipango yangu, katika maamuzi yangu ambayo nimeyapanga. Sawa, nina akili timamu, ninajielewa. Nitaenda kuwasha moto ili tuone namna gani tunaweza kupambana na hichi kibuyu. Juma hii jeuri ameipata wapi? Ananibadilikia hadi mimi. Mwili unatetemeka, kilio cha nafsi chasikika, matumaini hakuna, uhuru wetu unadhoofika. Dhahabu imetolewa, nafsi imetweka. Washa moto wasi. Wow, unakunywa gongo ni? Ngoja kinawaka. Na sema msoge. Changamka ise muda huu. Nimekuita hapa. Wana kijiji wameanza kugundua mbinu ya kupambana na wewe. Wamegundua kwamba ukiwasha moto unayefuka moshi, huwezi kufanya kazi. Na wewe mwenyewe unajua kabisa kweli, moto ukiwasha ukifuka moshi huwezi kufanya kazi. Sasa wawahi haraka kabla hawajafanya hivyo. Maana wakifanya hivyo kazi yetu itakuwa ni bure. Itakuwa tumejisumbua bure kwa muda mrefu. Hakikisha unawawahi, na ukiwakuta pale wako wengi, waue wote kwa pamoja. Ili lengo letu liweze kukamilika kama tulivyokuwa tumekubaliana. Haiwezekani. Kazi tunaifanya tangu mwanzo mpaka sasa hivi, waje wagundue mbinu yako kiurahisi kiasi hichi. Hatuwezi kufanya kazi kwa muda mrefu kiasi hichi, alafu iwe ni kazi ya bure. Yaani tuwe tumejisumbua kwa muda mrefu alafu bado watushinde wao. Inabidi wewe uwashinde. Wewe una akili kushinda wao. Kwa nini unakubali ushindwe kirahisi hivyo? Fanya haraka, wawahi wakute kule kabla hawajawasha huo moto. Nenda haraka bana. Sasa umeendelea kusimama hapo, unaendelea kushangaa. Ondoka haraka. Ondoka. Wow, unaona hilo jua? Jua hilo hapo. Changamka. Jua lenyewe ndio hilo ese. Hapo tukichelewa hapo inakuwa hatari. Kikitukuta hapa, alafu hatujajaribu kama huu moshi utasaidia huu moto. Jamani, hichi kiberiti kimeharibika nini? Sio kiberiti kimeharibika, sema uweze ya kusaidia mwingine bwana. Mikidadi hebu msaidia. Njoo. Embo acha. Mbona moto unatushinda jamani? Au ni hichi kibuyu kimeshafanya mambo yake moto. Niongezee majani hapo. Mwaka. Taratibu sasa. Sasa ushaona. Acha kwa. Vitu zenyewe ndo zimebaki mbili. Taratibu, kuwa makini.
chembe shopping kidogo. MC. Washa. Kwa uendeleze na kujua ndo alishachomoka huko. Jamani, moto kama mnavyouona, najua tayari ilishatoka. Hivyo tunzituni kwa kule hivi, tukapige kelele, tukiite kibuyu. Kitakapotokea tu basi tunakuja mbio, tunakimbilia hapa. Changamka sasa kama Sawa, Sawa. tunzituni. Kibuyu jitokeze! Njoo sasa. Wapi? Tupo hapa njoo. Tupo hapa. Njoo tupo hapa sasa. Kuja sasa. Njoo tunakusubiri hapa njoo. Jitokeze hapa na sisi Subiri sasa leo. Jamani, kuweni makini mwangu, mnaangalia pembezoni huko. Kibuyu njoo, jitokeze. Njoo, leo tuko kwa ajili yako njoo. Njoo tuko hapa kwa ajili yako. Njoo chukua nafasi zetu sasa. Njoo tunakusubiri. Wewe si mjanja njoo. Njoo tupambane leo. Leo tumekuja kwa ajili yako. Wala kijiji tumeamua sasa. Njoo. Toka wewe njoo. Njoo jitokeze. Jitokeze njoo. Kwa chochote leo. Uje. Yako si unahitaji nafsi. Njoo sasa. Tumekushanyana. Tushachoka. Njoo sasa leo hatukuogopi. Tupo kwa ajili yako njoo. Njoo sasa, tuko hapa kwa ajili yako. Si unahitaji nafsi. Jamani, ongezeni sauti, ongezeni sauti. Njoo! Tuko hapa kwa ajili yako. Si unahitaji nafsi. Njoo! Uko wapi? Njoo! Jamani, tukiwa tunaita pia tuwe makini kwa kuangalia pembeni. Njoo jitokeze. Tupo hapa tumekushanyana. Njoo hatuogopi chochote njoo. Tupo kwa ajili yako njoo. Kuja sasa. Njoo! Uko wapi? Njoo! Jitokeze. Njoo! Uje! Jamani, tusikimbie sawa? Tukisubiri hadi kifika karibu. Na tuhakikishe, mimi nitahesabu hadi 3. Na tuhakikishe tunakimbia kwa spidi hadi kule kwenye moto, sawa? Sawa. Tusiachane. Sawa. Kweni makini. Njoo! Njoo! Njoo sasa! Njoo! Kwa makini katika Njoo! kwako. Njoo! Kuja sasa, njoo! Njoo! Na tumejitoa kwa ajili yako. Njoo! Njoo! Njoo tunakusubiri. Wewe si mjanja, njoo. 1. Njoo sasa! Njoo! 2. 3. Kinakuja huku. Sogea. Umoto utatusaidia kweli?
Mbona hivi? Njoo sasa. Njoo. Njoo sasa kwa ofisi zetu. Njoo. Wewe usijanja, njoo. Njoo sasa. Njoo. Mbona tumesimama? Hakiwezi kutufikia. Tunaogopa kweli moto. Njoo basi. Njoo sasa kwa ofisi zetu. Njoo. Wewe usijanja, njoo. Jamani. Mbona kama hakitufuata? Ni kweli sitakuwa. Tumeona kimeganda hata kichukue roho zetu. Njoo sasa. Njoo. Kimeganda. Nilikuwa najua mdomo umetudanganya maana yeye amekataa kuja. Tumekuweka sasa. Hiyo ndo dawa yako. Njoo. Tutawasha moto kijiji kizima. Sasa gana ume. Njoo sasa tu. Kwenda. Furaha kijiji chetu sasa itakuwa imesharudi. Nenda wewe. Tushajua dawa yako. Sisi ni washindi sasa. Jamani. Tumeweza. Tumeshinda. Tumeshindwa kutupata. Nikajua nishakuisha. Sasa inabidi turudi kijijini. Tukapeleke hizi habari njema. Kwamba tukiwasha moto, kibuyu hakiwezi kutusogelea na kutuzuru. Kweli kabisa. Tumekuwa washindi leo. Kwa nini mama Siwatu alikuwa ananizuia mimi kwenda kuwasha moto? Tena alikuwa ananikazia akimaanisha. Lakini pia tumeenda kuwasha moto. Tumefanikiwa kugundua kwamba kibuyu ukiwasha moto ambao unatoa moshi hakiwezi kukuzuru. Lakini pia bado hafurahishwi na hichi. Sijajua na maana gani. Mwili unatetemeka, kilio cha nafsi chasikika, matumaini hakuna, uhuru wetu unadhoofika. Dhahabu imetolewa, nafsi imetoweka, huzuni imetanda, wanakijiji wanalia. Machozi yatakauka lini? Na ninahitaji nuru mpya, na ni wa kurudisha furaha. Jumbe. Salma. Nipo hapa mbele yenu. Nikiomba msamaha wenu juu ya yote ambayo niyatenda. Hasa kwa Salma. Salma, nilikukosesha amani. Ukaishi kama mnyama katika kijiji. Na hata huko tulikotoka. Ukaishi hauna amani kabisa. Yote kwa sababu yangu. Niliwaaminisha wana kijiji ya kwamba wewe ndio unahusika na kukimiliki hichi kibuyu. Na kuna baadhi yao wakaamini kabisa ambacho ninachokisema mimi ni cha kweli. Nikawa nakutukana. Nikawa nazungumza mambo ambayo hayakuwa na ukweli ndani yake. Kwamba wewe unakimiliki kibuyu. Kwamba wewe unaua watu. Hauna huruma. Lakini kumbe nilikuwa nakosea. Salma, mimi ni binadamu pia. Nakosea. Hakika haya yote ambayo yametokea nimejifunza katika moyo wangu. Baada ya kuligundua hili, tulivyoenda kuwasha moto kule, kumbe kibuyu kilikuwa hakikuzuru wewe, kwa kuwa ulikuwa unakaa karibu na moto ambao unatoa moshi. Na ndio maana ulikuwa hakikuzuru. Na sisi tukaamini ya kwamba wewe ndio mchawi ambao unakimiliki hicho kibuyu. Tukasema kwamba ni mchawi. Haswa mimi.
nilisimama kidete sana kusema kwamba wewe Salma ni mchawi. Naomba nisamehe. Naomba nisamehe jamani. Salma, naomba nisamehe sana. Najuta. Nilikusingizia mambo mengi sana. Kumbe wewe ulikuwa unajilinda pasi na kujua. Kumbe ulikuwa unakaa karibu na moto ambao unatoa moshi pasi na kujua kwamba ndio tiba ya kibuyu. Huenda ningekusikiliza wewe, basi hata mdogo wangu Mwajuma asingekufa. Najutia sana. Naomba msamaha wako Salma. Nisamehe. Hakika ya maumivu siwezi kuyavumilia pasi na msamaha wako. Salma, naomba uondoe haya maumivu kwa msamaha wako. Sitaishi kwa amani. Sitakuwa na furaha yoyote. Salma, nipo tayari kukata hata kiungo changu ili nipate msamaha wako. Juma, kabla hujafa hujaumbika, usipende kumhukumu mtu ukiwa hauna ushahidi uliokamilika. Juma, nimekusamehe. Salma, nashukuru sana kwa msamaha wako. Nashukuru kwa kunisamehe. Hakika wewe una utu. Hakika wewe ni binadamu mwenye moyo safi. Salma, naomba hata uniombe msamaha kwa Maajabu. Naye pia nilimfanyia vitu ambavyo havikustahili kuvifanya kwake. Naye alikosa raha. Kuna vitu vingi tu ambavyo nimevifanya pia kwa Maajabu. Naomba uniombe msamaha. Ni kweli wamegundua udhaifu wako, kwamba wakiwasha moto unaofuka moshi huwezi kufanya kazi. Lakini si kweli kama wataweza kutembea na moto kila mahali. Kwa hiyo bado nafasi yako iko pale pale ya kuendelea kutimiza lengo letu. Hakikisha unafanya zile nafsi chache zilizobaki zinapatikana. Kwa sababu kwa kugundua tu hiyo, hawawezi kutembea na moto kila mahali. Hawawezi kuwa wanatembea na hivyo vijinga au moto unaofuka moshi kila mahali. Ni lazima tuhakikishe lengo letu limekamilika. Lazima Kumbe ni wewe mpuuzi. Ndio unamiliki hichi kibuyu. Wewe ndio unahangaisha watu pale kijijini, si ndio? Tunawalaumu tukikesha kila siku watu ambao hawana hatia. Kumbe wewe ndio unahusika. Kumbe wewe ndio unamiliki upuuzi. hata wewe pia umefanya kosa kubwa sana kugundua siri yangu. Na yote huwa anayegundua siri yangu mimi hawezi kubaki kuwa hai. Kwa hiyo hata wewe pia mwisho wako umefika. Tulikuamini, tukakufanya kama ndugu yetu, tukakufanya kama dada yetu pia. Lakini kumbe unatung'onga. Kwa nyuma unatuumiza. Kumbe wewe unatulamba kisogoni sisi, si ndio? Mama Sibaki, nimekushuhudia kwa macho yangu mawili. Uko na kibuyu chako hichi. Leo ndo mwisho wako. Sitakuwa na huruma na wewe. Leo nakufa usi watu. Kibuyu, njoo chukua, nafsi imejileta mwenyewe. Mchukue huyu. Kibuyu mchukue. Toa nafsi yake mchukue. Unatakiwa afe huyo, maana kashagundua siri yetu.
Wewe umedai kwamba ni shujaa. Una mdomo na kielele cha kufuatilia mambo ya watu. Kama ni mwanaume kweli ganduka. Kumbe unaogopa kufa. Ule mdomo wote uliokuwa nao kaniambia mimi leo ni siku yako ya mwisho. Kati ya wewe na mimi nao ni mwisho wake. Kielele kimekuponza. Kufuatilia mambo yasio kuhusu. Haukuomba unifuatilie mimi. Unasema mimi nilikuwa dada yako. Mimi nishai kuomba wewe uwe ndugu yangu mimi. Wewe ndio uliamua kufanya hivyo. Mimi ni mtu ambaye nina mambo yangu. Kwani nani ambaye angeguliwa kama mimi ambaye asingeweza kufanya chochote? Sasa wewe kiherere chako ndio kimekuponza. Hapa kuna mtu. Usiondoke. Tuone ataganda mpaka saa ngapi. Hauna moyo wa kiubinadamu. Wewe ni katili. Tulikuamini. Tukakufanya kama dada yetu. Lakini wewe ndio unatuumiza wadogo zako leo hii. Wanakijiji wenzako. Salma rafiki yangu. Nakuomba msamaha. Hatukujua Busika kumbe ni mabasi watu. Busika tulikuwa tunaishi naye kijijini. Lakini tulikuwa tunakubebesha mzigo ambao sio wa kwako. Nisamehe Salma. Nisamehe sana. Nafasi ya kukuomba msamaha sina, ila naamini msamaha wangu utafika. Baba si watu sio mtu. Eti unaniambia mimi leo ndio mwisho wangu? Juma rafiki yangu, leo hii nakufa. Nakufa, sina la kufanya. Na mimi leo kimenikuta. Nakufa rafiki yangu, nakuacha. Naamini siku moja wewe ndio unaweza hata ukawa shujaa. Ukaja kukikomboa kijiji. Maana kuna siri nzito. Na siri hii anayejua mabasi watu. Yeye ndo anajua kila kitu. Yeye ndo anakimiliki kibuyu. Salma hahusiki. Salma sio mtu wa kulaumiwa. Wa kulaumiwa ni mabasi watu. Huwezi kuganda muda wote huu. Najiona nakufa kabisa Juma. Marafiki zangu. Wanadamu, huruma na utu wamekosa walimwengungu. Machozi yangu yatakauka lini? Na mimi nahitaji nuru mpya. Nani wa kurudisha furaha? Nani mkombozi wa hii? Ni nani? Ni nani anayejua siri? Amani yako naona, vilio kila kukicha. Ubwa. 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 Ubwa, amka basi. Ubwa. Yumbe. Bwana yake kashapotea. Ni bora pale mwana mwisho nilipomwona akiwa anakimbia ningemfuata ama ningemuita. Huenda hili lisingemtokea. Na haya yote yamesababishwa na kibuyu. Hakuna kitu kingine ambacho kinasababisha mauaji. Wanadamu, huruma na utu wamekosa walimwengungu. Machozi yangu yatakauka lini? Ubwa rafiki yangu. Hakika ya hili
Vipi, mbona uko hapa? Juma, nilikuwa nafuatilia mama si watu. Alikuwa ananyata afu akiwa na hofu sana. Sasa sijui alikuwa anafuatilia kitu gani. Nilikuwa nafuatilia kwa nyuma kanipotea. Mama si watu? Ananyatia kitu gani sasa? Sijui. Sasa kama alikuwa ananyata, inabidi tumtafute mpaka tumuone ili tujue ananyatia nini huyu mshenzi. Twenzetu basi. Sawa. Ameelekea upande upi? Sijui kama utokea nje uje mwana sitoka mpitie njia hiyo. Basi twenzetu. Zaidi. Sasa hivi naona matumaini ya mtoto wangu. Hii sauti watu wanaongea. Na hicho ambacho umeniambia utafanya. Hata mimi nasikia kwa mbali lakini ili binti yangu akae sawa. Sijisikii vizuri kabisa. Hapa inabidi tuende huko kwa sauti inapotokea. Ili tukajue. Niko tayari kufanya chochote. Ni wakina nani hawa wanazungumza? Sababu yeye ndio furaha yangu. Jamani, za kwenu. Nawasalimia. Za kwenu jamani. Nikuja huku kuangalia kama nitapata kuni hata za kupikia leo. Hivi masi watu. Unatoa sisi watoto wadogo, si ndio? Umetoka kukata kuni wapi? Huna kishira chochote cha kubebea kuni. Huna kamba wala panga wala shoka. Unatoa sisi watoto wadogo, si ndio? Jamani, nikuja kuziangalia tu kama nitaziona. Ili kama nitaziona, niende nikachukue panga na kamba nije nichukue. Lakini hata hivyo hata sijazipata. Ndio nataka nitoke hivi. Ule upande wa pili kama hata nitapata za kupikia leo. Jamani, kwaherini. Wanadamu, huruma na utu wamekosa walimwengu. Machozi yangu yatakauka lini? Na mimi nahitaji nuru mpya. Nani wa kurudisha furaha? Nani mkombozi wa hii? Ni nani? Ni nani anayejua siri? Amani yako naona, vilio kila kukicha. Afadhali ya jana. Dahibu nitolewa, nafsi imetweka, huzuni imetanda, wanakijiji wanalia. Machozi yatakauka lini? Na mimi nahitaji nuru mpya.
Ni kweli kwamba tumegundua namna ya kibuyu kuepukana nacho kwa kuwasha huo moto ambao unafuka moshi. Lakini pia bado kuna wakati mgumu hapo. Kwa sababu wewe utatembea na moto kila sehemu, kwenda shambani utembee na moto. Hapo pia bado pana ugumu sana. Licha ya kuwa tumegundua njia sahihi ya hicho kibuyu kuepukana nacho. Ni kweli unaposema Juma. Hili jambo ni gumu. Hauwezi ukatembea na moto muda wote. Alafu pia huko nyumbani jua limewaka, uweze kawasha moto ili ufuke moshi. Nimeona Masato kule msituni, ana wasiwasi mkubwa sana. Ananyata. Sijui anafuata nini. Umemwona huku msituni? Ndio kule. Tuzetuni tumfuatilie. Sasa sikilizeni kwanza. Tupitie wenzetu wote alafu tuende kwa pamoja. Sawa, wenzetu. Kaenda. Simuoni. Wenzetuni huko. Hata kama amegundua udhaifu wako, sio sababu ya kushindwa. Wavizi wakitoka kisimani wakiwa shambani waue. Tumebakiza nafsi chache, tunashindwaje? Tunashindwaje kazi kirahisi namna hiyo? Wao una nguvu kushinda wao. Tumeshaua watu wengi sana. Unashindwaje hizo nafsi chache? Na sasa hivi tuna mwiba mpya. Juma ni tatizo. Juma kawa upande wao. Kama kagundua mbinu yetu sisi Juma, hatuwezi kufanya chochote. Muue Juma. Ukishamuua Juma, ina maana kazi yetu itakuwa rahisi. Juma ni msumbufu. Juma bora alivyokuwa upande wangu. Lakini kakuwa kageuka upande wa pili kule, ina maana atatushinda. Na hata huyo Salma nilikwambia muue mwishoni, lakini hata sasa hivi na yeye pia muue. Maumivu machungu, kupoteza ndugu zangu. Wanadamu, huruma na utu wamekosa walimwengu. Machozi yangu yatakauka lini? Nami nahitaji nuru mpya. Nani wa kurudisha furaha? Nani mkombozi wa hii? Ni nani anayejua siri? Amani yako naona, vilio kila kukicha, afadhali ya jana.